Hujambo mwanafunzi na karibu katika swali letu la leo. Tuko na mfano wa swali la kudurusu ushairi huru. Katika video iliyopita tuliweza kuangalia ushairi ambao unafuata zile kaida au sheria za kutunga mashairi. Lakini leo nataka tuweze kuangalia ushairi huru ambao ni huu. Kila nikaapo hushika tama na kuwazia hali inayonizunguka. Huyawazia madhila, huziwazia shida, huiwazia dhiki. Dhiki ya ulezi, shida ya kudhalilishwa kazini, madhila ya kufanyiwa dharau kwa sababu ya jinsia ya kike. Hukaa na kujidadisi, hujua kwa nini. Jamii haisikili kilio changu. Wenzangu hawanishiki mikono, bali wananidharau kwa kuukosoa utamaduni. Hukaa na kujiuliza, iwapi raha yangu ulimwengu huu, iwapi jamaa nzima ya wanawake. Swali la kwanza, shairi hili ni la aina gani? Tutapata kwamba ni shairi huru kwa sababu halizingatii ama ushairi hauzingatii kanuni za kutunga mashairi. Tukiulizwa dhamira ya mtunzi wa shairi hili, dhamira huwa tunasema ni lengo lililompelekea malenga kutunga lile shairi, na ni kuonyesha jinsi mwanamke anavyoonewa kwa sababu ya jinsia yake. Kwa kutolea mifano, eleza maana ya mishata. Mishata huwa ni mistari ya shairi ambao haijakamilika. Kwa mfano, hujidadisi kujua kwa nini. Hukaa na kujiuliza, yani ile ni sentensi ambayo haijakamilika pale katika lile shairi. Tukiangalia katika mashairi ya arudhi au ambayo yanafuata sheria, tutaona kwamba huwa yana pande mbili. Pande moja pengine unatoa wazo alafu ule mwingine unakamilisha lile wazo, lakini tukiangalia hii mistari haijakamilika. Taja na ueleze tamadhari mbili zilizotumika katika shairi hili, na tutaona kwamba tuna swali balagha. Swali balagha, yale maswali ambayo hayahitaji majibu. Iwapi raha yangu ulimwengu huu. Pili, tuna takriri, neno linalorudirudia rudia. Wanawazia au jidadisi, na pia kuna neno wapi. Tambulisha nafsi neni katika shairi hili. Nafsi neni katika Kiingereza ni yule tunaita persona, na ni mwenye anatoa ujumbe katika lile shairi. Na tutaona kwamba nafsi neni ni mwanamke ambaye anaeleza madhira yake ambayo anapitia duniani. Fafanua toni ya shairi. Zile hisia ambazo zinazojitokeza katika lile shairi, tutaona kuna toni ya huzuni au toni ya majonzi au ya kutamauka. Ni huzuni kwa sababu yule mwanamke anauliza iwapi jinsia yake imsaidie na kadhalika. Fafanua maudhui mawili katika shairi hili. 1. Tuna maudhui ya ulezi. Tunaona kwamba kuna dhiki za ulezi. Pia kuna kudhalilishwa kazini na kudhalilishwa sababu ya jinsia ya kike. Hao maudhui tunaweza sema ni nafasi ya mwanamke. Nafasi ya mwanamke. Anadhalilishwa kazini kwa sababu ya jinsia yake, na pia ana dhiki za ulezi, na pia anadhalilishwa haswa kwa sababu ya jinsia yake. Onyesha namna nafsi neni alivyosalitiwa. Tunaona kuna usaliti kutoka kwa wanawake wenzake, kutomuunga mkono na kutomsaidia. Kisha eleza maana ya maneno haya kama yalivyotumiwa katika shairi. Madhila huwa ni shida au matatizo. Alafu kuna kudhalilishwa, ni kudharauliwa, kudunishwa au kunyanyaswa. Na ni hayo tu mwanafunzi, hadi wakati mwingine. Shukran.